Mungu kwa waovu na kisasi juu yao. Kwa ili uweze kutambua madhabahu ya Mungu lazima uangalie sifa kuu tatu. Jambo la kwanza, kusema kweli yote ya Mungu. Jambo la pili, kufundisha watu kutenda haki. Jambo la tatu, kutangaza hukumu ya Mungu kwa waovu na kisasi juu yao. Kwa hiyo ukitembea ukaingia kanisa lolote, haleluya, amina, ukamkuta mchungaji anahubiri, amesimama na kuhubiri kwa habari ya kweli ya neno la Mungu, kweli yote, anafundisha kwa habari ya haki, anafundisha kwa habari ya watu kutubu dhambi na kuwakumbusha kwamba mwisho wa dunia unakuja na hukumu ya Mungu ipo karibu, hapo hiyo madhabahu kaa utunzwe hapo. Haleluya. Kwa hapo ndipo madhabahu ya Mungu imesimama hapo. Ufunuo 16 mstari wa 7. Ufunuo 16 mstari wa 7. Saba sema, nikasikia hiyo madhabahu ikisema, naam Bwana Mungu Mwenyezi, ni za kweli na za haki hukumu zako. Kwa hiyo madhabahu ya Mungu imesimama kwa ajili ya kunena habari za kweli, kwa ajili ya kunena habari ya hukumu, kwa ajili ya kunena habari ya haki. Ndio maana leo watu ambao wanapenda miujiza na kubarikiwa kwa njia za baraka, madhabahu ya shetani, wao wanakwenda, wakifika kule hakuna kuhubiria habari njema, hakuna habari ya kwamba Yesu atarudi lini. Wanakwambia chukua maji na mafuta, ondoka, ni dozi yako, alafu natoa pesa. Lakini Bwana anasema hiyo madhabahu yake itasimama katika kweli ya Mungu, itasimama katika haki, itasimama katika hukumu na kuwatangazia watu siku ya kisasi cha Bwana. Kwa hiyo ndio madhabahu ya kweli. Unapotembea angalia wapi unaweza ukatunzwa. Mchungaji anayehubiri kwa habari ya kukemea dhambi, kwa habari ya kufundisha watu kweli ya Mungu, kwa habari ya kuwaelekeza watu kutenda mema na kutenda haki, hapo ndio madhabahu inayotakiwa duniani. Haleluya. Hiyo ndio madhabahu ya kukimbilia. Lakini madhabahu inayokubariki tu, inakwambia utabarikiwa maombi ya 500, maombi ya 600, hiyo madhabahu kimbia haraka sana. Hiyo madhabahu itakufilisi, badala ya kukubariki inakumalizia mali zako. Lakini madhabahu ya Bwana inatamka baraka, madhabahu ya shetani inatamka laana. Kwa lazima hivi vitu viwili uviangalie, ipi madhabahu utakaotunzwa. Kwa lazima usimame hapo. Anasema Mungu huchagua wachungaji wake katika madhabahu yake. Kwenye madhabahu ya Mungu wachungaji hawajiweki wenyewe. Kuna aina kuu tatu za wachungaji. Kuna mchungaji aliyeitwa na Mungu. Biblia inasema huwa yuko tayari kufa kwa ajili ya kondoo. Huwa yuko tayari kupungua maisha yake aishiwe, lakini kondoo wake wanenepe, kondoo wake wapate pesa. Lakini unakuta mchungaji amenunua magari 30, amenunua magari 30, washirika wake wanatembelea ndala. Lazima tujiulize, hiyo madhabahu ni aina gani ya madhabahu? Maana madhabahu ya Mungu kazi yake ni kubariki, kazi yake ni kutamka baraka. Madhabahu ya kufilisi watu, hiyo ni madhabahu ya shetani. Ndani ya madhabahu ya Bwana ziko baraka tele. Haleluya. Mungu huchagua wachungaji wake wanaotamka baraka kupitia Mungu kwenye ile madhabahu. Kwa lazima uangalie, Mungu huchagua wachungaji wake katika madhabahu yake. Yeremia
Kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 15. Kuanzia hapo Mungu anachagua wachungaji katika madhabahu yake. Yeremia, andika Yeremia 15 mstari wa 15. Yeremia 1 mstari wa 5. Andika maandiko hayo. Sema Mungu huchagua wachungaji wake katika madhabahu yake, na shetani naye huchagua, na shetani anachagua. Sasa ni bora uchaguliwe na Mungu. Bora uchaguliwe na Mungu ukatumika kwenye madhabahu ya Bwana, maana siku ya mwisho utaenda mbinguni. Lakini ukimkubali shetani kuwa mtumishi wa shetani katika madhabahu yake, lazima jehanamu ya moto itakuhusu. Kwa wachungaji wanachaguliwa na Mungu. 3:15 tukaangalie hapo. Yeremia 3 mstari ule wa 15. Biblia yangu inasema, nami nitawapa ninyi wachungaji wa upendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Kwa hiyo Mungu anatangaza kwamba katika watu waovu, Mungu amesema watu wanaohitaji wachungaji, anasema nami nitawapeni juu yenu wachungaji watakaopendeza moyo wangu, watakaowafundisha mjue Mungu, watawafundisha ufahamu wa kumjua Mungu. Kwa maarifa na fahamu mtaweza kuyapata kwa wachungaji, nanyi mtamtukuza Mungu na kumjua Mungu kupitia kwa wachungaji waliochaguliwa na Bwana. Kwa Mungu anasema huyo mchungaji nitakayekuchagulia atakulisha neno lenye maarifa na ufahamu ndani yake wa kumjua Kristo. Amina. Sio wa kujua vitu vingine, atakufundisha kwa habari ya kufunguliwa, kwa habari ya kumjua Mungu, kwa habari ya kumjua Yesu na utendaji wake na kazi zake. Kwa Mungu anasema na kuchagulia mchungaji atawalisha kwa maarifa na fahamu, wala kondoo hawataona hofu tena, wala kutangatanga. Kwa huyo mchungaji aliyewekwa na Mungu amepewa maarifa na fahamu na neno la kuwanenepesha kondoo wake. Haleluya. Huyo ndio mchungaji ambaye Mungu anasema nitamweka juu yao, atakayewalisha kwa maarifa na fahamu. Wa mstari mwingine Yeremia 23 mstari wa 14. 23:14. 23 mstari wa 4. Tusome hapo. Yuko anazungumzia mchungaji. Mtambue mchungaji sahihi ambaye Bwana atakuwekea mbele yako. Nami nitaweka juu yao wachungaji watakaowalisha, wala hawataona hofu tena, wala kufadhaika, wala kupotea hata mmoja wao, asema Bwana. Haleluya. Anasema ndani ya madhabahu ya Mungu, Mungu ameahidi kuweka wachungaji watakaowalisha kondoo kwa maarifa na fahamu. Anasema hao watu hawatatangatanga tena, wala kuona hofu, watatulia. Maana kama uko hapa Bwana anakuonekania kwa baraka zake, hauwezi kutangatanga. Unajua watu leo wanatangatanga, wanaenda kwa manabii, wanaenda huku na huku, ni kwa sababu hawajapata madhabahu ambao mchungaji aliyewekwa hapo amewekwa na Mungu. Kwa hiyo wamekosa baraka, ndio maana watafuta majibu hata kwa kutoa pesa. Baraka hazipatikani kwa pesa, baraka zinapatikana kwa kanuni. Ndio maana watu wengi wanatanga